tayo umekaribia muda wako wa ajali yako. Maana yake umekaribia muda wako wa ajali yako. Kwa hivyo jitahidi sana kumkaribia Allah tabaraka wa taala. Ama nukta ya 10 ya kuota njozi ya kaburi katika usingizi wako. Tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa kanunua kaburi na hukuweza kuingia katika kaburi hilo ulilolununua, basi njozi yako inakujulisha ya kwamba utamiliki faraja ya mwanamke, utamiliki farj ya mwanamke kwa ndoa, na utamnunua au utamnunua kijakazi, yani mfanyakazi katika maisha yako. Pale nyumbani utakuwa na mfanyakazi wako, lakini pia utapata mwanamke mzuri mwenye farji nzuri na kadhalika, hali ambayo itakufanya wewe upate istiraha nzuri kabisa. Lakini pia tunasema nukta ya 11, mtu kuota njozi ya kaburi. Tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa anafukua kaburi, basi anafukua kaburi kwa katikati ya lile kaburi, akawa analifukua lile kaburi ndani ya njozi, basi njozi hiyo inakujulisha kuwa una umri mrefu sana. Mwenyezi Mungu akuzidishie umri wako, lakini uwe ni umri wenye kheri na wewe. Lakini pia mtu, nukta ya 12 ya mtu kuota jeneza, kuota kaburi. Mtu kuota kaburi, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa anatembelea kaburi au anatembelea makaburi, kama wale wanaopenda kutoka anasema anaenda kusafisha makaburini au anaenda kutembelea makaburi na kadhalika, ziyaratul quburi. Kama hivyo katika sunna ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna ile ziyaratul qubur, kutembelea makaburi. Basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo. Maana yake utaenda kuwatembelea wafungwa, utapata kwenda kuwatembelea wafungwa huko magerezani, ndio maana yake. Lakini pia tunasema mtu atakayelala, nukta ya 13 hiyo ya kuota kaburi. Mtu atakayelala kisha akaota kuwa mvua inanyesha kwenye makaburi, akaona bahala makaburi yalipo ndipo mvua inanyesha, au yeye mwenyewe yupo kaburini halafu pale kwenye makaburi mvua ikiwa inanyesha kwenye hayo makaburi, basi njozi inakujulisha kwamba unabashiriwa kuwa utapata neema kubwa sana maishani mwako. Unabashiriwa utapata maisha mazuri na neema kubwa sana katika maisha yako, na Mwenyezi Mungu akuongoze na akufanikishie. Sasa hapa penye manufaa na penye ishara ya kupata mafanikio, kumbuka sheitani naye hakai mbali, anaweza kuja kuharibu mafanikio yako hayo na bishara hiyo uliyobashiriwa, kama jinsi alivyoanza kwa Nabii Yusufu alayhi